Yesu Kristo asifiwe. Amen. Unajua katika hili taifa letu la Kenya ni nchi ambayo Mungu alikuwa ameipenda sana na Mungu alikuwa ameithamini kabisa. Na Mungu alikuwa ameithamini hii taifa la Kenya, maana wana Kenya ni watu ambao wanajua kurudi nyuma na kujitafutililia ni wapi mahali ambapo wamepotoka na ni mahali gani wameenda kinyume na neno la Mungu na ni mahali gani ambapo wameabudu sanamu bila yao kujua, na wanarudi magotini wanaomba Mungu msamaha na Mungu anawasikia. Amen. Lakini this round tulipotea wapendo, wacha tusemezane ukweli, tulipotea kama Wakenya. Wakati wa president wetu aliyotoka Uhuru Muigai Kenyatta, we prayed, tuliomba sana, tukaita Mungu. Hata ungeenda Heaven's Gate haungepata nafasi, maana kulikuwa kumejaa kila mahali. Ukienda Ngong ulikuwa unapata watu wamelala kwa mlima. Ukienda Ngurunga Wakorino walikuwa wamejaa huko, wazee wa mandevu mpaka mmoja anaenda na mkokojo, wamejaa katika mlima wanaomba. But after Mungu kujibu maombi yetu na kupea president wetu Uhuru Muigai Kenyatta njora, hatukurudi tena makotini na kuambia Bwana asante kwa yale ambayo umetenda, asante kwa kutupatia kiongozi, asante kwa vile umetufanyia. Hatukurudi kusema asante kwa Mungu. Mungu akatuweka bending hivyo. Tukarudi tukaomba tena wakati wa president. Mungu akatupatia mwenye tuko naye saa hii. Na ujue bado maandiko hiyo inasema president ni kama hii mawingu. Jinsi hii mawingu imeshikilia mbingu na dunia, pia president ako hivyo. Wakati unapomshtumu sana na kumtupia maneno, nchi inapatanga nini? Kutingika. Alafu tena mali ambapo tumepotea kabisa, hatukuweza kujithamini ama hatukuweza kutafakari katika mioyo zetu. Sisi ni watumishi wa Mungu, tumechaguliwa katika taifa la Kenya. Ile kitu ambayo tuliingia ndani ya siasa na tukakula siasa. Hatukuingia magotini tukaweze kuambia Mungu, we want you to lead us. Maana hata ukiangalia ndio King David akuje kukua king. Ujumbe ilitokea. Samueli akiwa mtoto wa Hana akatumwa katika nyumba ya Yese. Akaambiwa nenda pale katika nyumba ya Yese, kuna mfalme mahali pale, uende ukamtia mafuta. Na kabla ya hapo ninajua vizuri Samueli alikuwa anaomba ili Mungu aingililie kati. Na wakati alikuwa anaomba, Mungu naye akaingililia kati. Akatumana katika hiyo nyumba ya Yese. Wakati alipofika hapo, wakubwa, watoto wa Yese wale wakubwa, wale ambao wako na muscles walitokelezea, wale ambao wanajua vita walitokezea, ambao wanajulikana. Lakini Mungu alisema hapana, anointed wangu bado hajafika. Samueli alirudi akamuuliza Yese, kuna mtoto mwingine ambaye uko naye? Alisema niko naye, ameenda kuchunga. Huyo ni wa kuchunga. Hakuwa amejua ya kwamba Mungu alikuwa anaandaa King David katika hiyo maarifa na katika hiyo kuchunga kondoo za baba yake. Maana mali pale ukiangalia vizuri, alikutana mpaka na simba, akakutana mpaka na dubu huko, na alikuwa na waua. Na jioni akirudi katika nyumba ya baba yake, hao kondoo wake, babake akihesabu, alikuwa anaona kondoo wake wote wamekuwa mali pale. Mungu alitenda miujiza na Mungu akatumana katika hiyo nyumba. Na wakati pembe lilipomiminwa katika mfalme Daudi, ilikubali na akakuwa mfalme na akaongoza katika njia ya busara, katika njia ya kumcha Mungu, bila unafiki yoyote, bila uongo yoyote, bila kupenda mali ya dunia, bila kupenda vitu za dunia. Alimwabudu Bwana na kujua ya kwamba wakati unapomkosea Bwana, unarudi magotini, unaenda unamuomba Bwana na unamwambia ya kwamba Bwana, nimekosa, naomba msamaha. Lakini Kenya tumekuwa na mazoeano, hatutaki kumcha Mungu. Sai Mungu ndio huyu
analeta vita kila wakati na kila saa, anatunyorosha kila wakati na kila saa. Msemo kama hii tulikuanga na mvua, sasa hakuna mvua, nchi iko dry. Yesu hayuko na upendo na sisi. Anatuonyesha ya kwamba mahali ambapo tulipomwachia, jinsi wana wa Israeli, Mungu aliambia wa kwamba mahali ambapo mliniachia, rudini mahali pale mkatubu. What we need in our nation is to repent. Na ndio unaona Mungu alileta huyu Goliathi ili tukafanya nini? Tukarepent. Na tukirepent, tukinyenyekea chini ya miguu za Bwana, tuambie Bwana tumekataa maafa katika nchi yetu. Baba, tunanyenyekea mbele zako. Unanyenyekea mbele za Bwana. Si ati unaomba tu ni kama unaomba mzee wako pesa ya mboga. Si ati unaomba tu ni kama unaambia bibi yako leo nataka hii maneno ifanyike leo. Hapana, unabembeleza Mungu. Unaambia Baba, ninakutaka katika taifa, ninakutaka ndani ya maisha yangu. Unajua kama mwaka ujao, it is the year of champions. It is the year of champions. So lazima tunyenyekee na tukae jinsi venye Mungu anataka, na Mungu atatuonekania katika taifa letu. Ona venye viongozi wetu wanakufa. Ona venye maajali zimejaa katika barabara. Ona venye maafa ya watoto wadogo inaenea katika nchi. Tutafanya aje ili tukapate roho wa kweli? Tutafanya aje ili tumwabudu Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego? Tukatae kwenda katika mizimu, tukatae kuangukia katika ukora, tuache unafiki, tukule ile yenye Mungu ametubariki nayo. Nchi ya Kenya tunafaa kutubu. Nchi ya Kenya tunafaa kumrudia Mungu, tukianza na makuhani. Maana ukiona Kenya ni taifa ama mali kuna yumba, shida inaanzanga na makuhani. Maana hizo ndio sauti za Mungu. Hiyo ndio sauti yenye Mungu anatakanga kusikia. Mali ambapo kuhani, ukijua wewe ni kuhani, tukianza na mimi, tujue ni wapi tuliingiza tamaa. Kuingiza tamaa si ati kwenda tu kwa uchawi na kuganga. Hata wakati unapojiingiza kwa maneno ya siasa sana na wewe ni mtumishi wa Mungu, badala uombee nchi, unaingia katika maneno zako na kufanya mazingaubwa zako. Mungu afurahishwi na vitu kama hizo. So inafaa tutubu, tukae katika njia za Mungu na tumpendeze Mungu. Na tuombee taifa letu. Na hata sasa tukiwa na hawa mandugu zangu, we are going to pray for our nation. Tunaenda kuombea nchi yetu. Tukae kama tumejisikia katika ulimwengu wa kiroho. Maana maandiko inasema katika kitabu ya Zaburi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu anamponya naye yote. Wakati unapokaa katika huduma ya Mungu na wakati unaponyenyekea, Mungu anakuiona, anakutendea miujiza. Mile kitu ninajua tu, maana hii taifa letu ni taifa ambalo limebarikiwa. Tazama, hata mtu wa nje anakuja na anakaa hapa ni kama ako nyumbani. Hata anasahau ako katika nchi nyingine, anapata tu watoto kama kawaida, hawezi jua kama kitaumana baadaye. Maana taifa la Kenya ni nchi ya amani, na tutaki nchi yetu kuharibika. Hiyo tumekataa katika jina la Yesu Kristo. Luke 10 verse 19 inasema aje? Tumepewa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na falme zote za giza. Ndugu yangu, tukiamini na tushikane na tukue na umoja na tuseme ya kwamba tumekataa na katika jina la Yesu Kristo. Maana ni maandiko inasema, nimewapa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na falme zote za giza. Tuchukue mkesha. Siku hizi hata mkesha hakuna. Watu wamelala kwenye manyumba. Mungu anataka tumurudie. Ile kitu nitawaambia tu, mnajua njora hii kutoka kwa mikono za Uhuru Muigai Kenyatta. That's why you see taifa letu liko hivyo. In the spiritual realm, bado akona njora. In the spiritual realm, I am not a Kikuyu, I'm not a Luo. Mwenye utasema ati huyu ni Mluya ama ni Mkikuyu ama Mjaluo. But njora katika ulimwengu wa kiroho. There is a time I was praying because of this nation. Wakati unapojaribu